kama mara mbili. Kuna ile ambayo inatumika kwa makampuni, organizations, institutions kama vile shule, banks. Lakini sisi tutaangalia ile ambayo inatuhusu kama individual. So we focus on personal financial management. Kwa hivyo, so our fourth item itakuwa components of personal finance management. Components of personal finance management. Alafu tutaenda kwa personal finance planning kama number 5. Personal finance planning kama number 5. Number 6 tutaenda kwa personal financial planning process. Personal financial planning process. And hizi things nimesha kupatia at least kuna background ya what is actually trust. So that is number 6. Number 7 tutaenda kuangalia debt management. Debt. DEBT. Debt management. Debt management kwa number 7 item. Alafu tutaenda kwa number 8. Debt management process. Debt management process. Alafu tutaangalia budgeting. Budgeting. Alafu tutaangalia types of budgets. Number 10. Types of budgets. Number 11 tutaangalia budgeting process. Zile steps zinazotumika wakati ukitaka budget pesa yako. Budgeting process. Number 11 benefits of budgeting. Benefits of budgeting. Umuhimu wa budget pesa yako. Alafu tutaangalia matatizo ambayo tutakuwa making better decision. Making better financial decisions. Making better financial decisions. Kama mtasema kidogo, alafu la mwisho tutaangalia relevance of personal financial management in the church. Relevance of personal financial management in the church. Umuhimu wa hii masomo tunafanya kwa kanisa. So hiyo ndio ratiba ambayo tuko nayo. Kwa kifupi, sisi yani hata kama tutamaliza hata sisi tuko na background ya tunaongelea. Hata kama hatuta manage kucover, ukiwa na time maybe nyumbani huko unaweza ukatafuta jinsi ya kucover some parts. So tutaangalia hiyo financial difference. Sijakuwa mwalimu lakini